Napenda kukukaribisha katika siku ya leo na katika masomo yetu. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ili uendelee kupata mafundisho kadha wa kadha ya usuyo malezi pamoja na familia. Napenda kukukaribisha tena katika somo letu, na natamani muda huu tuzungumze juu ya hivi, upendo wa kweli kwa mtoto ni upi? Somo nalosema upendo wa kweli kwa mtoto ni upi? Najua mara nyingi sana kila mzazi na kila mtu anapenda kuonyesha, na mlezi anapenda kuonyesha ile nguvu ya upendo na jinsi ambavyo anajisikia kwa mtoto wake au kwa watoto wake. Sasa iko hivi, tunapozungumza juu ya upendo wa kweli, ninaweza nikasema upendo wa kweli ni upendo usio na masharti, ukijumlisha na mamlaka ya mzazi. Sasa ukiweka vitu hivyo viwili pamoja, unapata ule upendo wa kweli. Maana yake mamlaka ya mzazi, ile nguvu ya mamlaka ya mzazi, alafu ukajumlisha na upendo usiokuwa na masharti. Hapo ndipo tunapopata upendo wa kweli kwa mtoto. Sasa iko hivi, mara nyingi sana ili uweze kuonyesha upendo wa kweli kwa mtoto wako, ni vizuri utenganishe mambo mawili muhimu sana. Kuna tofauti kati ya mtoto na tabia. Maana yake kama ninashughulika na mtoto na nataka nimsaidie, lazima nifahamu kwamba mimi nampenda mtoto, lakini tabia mbaya inayoingia au inayoiona kwa mtoto, hiyo ndio napaswa kuishughulikia. Sasa mara nyingi tunaposema kupenda bila masharti au ule upendo wa kweli, kuna mtu mwingine ambaye ikiwa tu mtoto amekosea, maana yake yani ameshafutwa na anakuwa hana thamani tena. Hebu fikiri, kwa mfano mtoto, unaweza kuwa umembeba mtoto wako, alafu ghafla akajisaidia ukiwa umembeba akakuchafua na vitu kama hivyo. Sasa haina maana kwamba ukamtupe mtoto, lakini utashughulika na kile kilichotokea. Utamtenga mtoto na ile hali iliyojitokeza. Utamchukua mtoto, utamnawisha vizuri, utamwogesha, zile nguo zilizochafuka utaziondoa, utaenda kuzifuta na kuzifua na hivyo. Nazungumza kwa wale watoto wadogo. Maana yake kwa kuwa mimi nampenda, lakini ile hali iliyojitokeza nimeishughulikia na tukabaki salama na mtoto. Sasa mara nyingi sana hakikisha mtoto, mpende mtoto, lakini kila tabia mbaya inayokuja shughulika nayo, ichukie, lakini tabia isikupelekee wewe kufika mahali ambapo unamchukia yule mtoto kwa sababu ya tukio au kitu alichokifanya. Lakini pia ili upendo wa kweli uweze kuonekana, na tunapozungumza, kabla sijahama katika kipengele cha kwanza hiki cha kutenganisha mtoto na tabia, ni vizuri mtoto anapokosea. Unajua, ukisoma, labda nikupe andiko la Biblia, kusoma katika Waebrania 12 mstari wa 6, Biblia inasema, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Maana yake sisi, Mungu anatupenda, na ili tuweze, tukikosea, anaturudisha. Kwa njia gani? Anaweza akatupa adhabu au anaweza akafanya chochote kile, kwa sababu si tu anataka atuumize Mungu, lakini ni kwa sababu anataka kuturudisha. Unajua, labda nikwambie, hii ndio sura ya Mungu. Mungu ni wa upendo, lakini Mungu ni wa haki. Mungu anatupenda kweli, na anatupenda kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Ukisoma kwenye Biblia inasema Mungu ni pendo, lakini ukisoma pia Biblia inazungumza jinsi ambavyo Mungu hayuko radhi na mwenye dhambi na anachukia uovu na uharibifu. Kwa hiyo Mungu ni wa upendo na Mungu ni wa haki. Ukifanya kosa, Mungu lazima aadhibu kile kilichofanyika, lakini haimaanishi kwamba anaondoa upendo alionao kwako. Anachofanya ni anataka akurudishe wewe ili uweze kurudi katika mpango wake na uendelee kuwa karibu na uendelee kuwa mwana wa Mungu. Hilo ndio kusudi la Mungu, na ndio sisi pia kusudi letu. Maana yake tunatamani namtenganisha mtoto huyu, akifanya kosa namsaidia, lakini bado thamani yake kwangu haijapotea. Bado ni mtoto wangu, bado namthamini, bado ana nafasi ile ile. Sasa mara nyingi ukijikuta kila kosa analofanya mtoto unamwondoa katika moyo wako, yani unamfuta, maana yake kadiri unavyoenda, huyu mtoto kweli ataondoka kwako moja kwa moja. Sasa jambo lingine, upendo wa kweli kwa mtoto, ili uweze
kupata, yani ili mtoto aweze kupata ule upendo wa kweli kutoka kwa mtoto wake, ni vizuri mzazi, nilisema upendo usio na masharti ukijumlisha na mamlaka ya mzazi, ndipo tunapopata ule upendo ambao ni kamili. Sasa weka pia mipaka iliyo wazi kwa mtoto wako, lakini yenye haki na isiyobadilika. Kama ninataka jambo lifanyike, lazima mimi mzazi niweke mipaka. Kati ya kitu ambacho kinasumbua wazazi wengi ni kutokuwa na mipaka kati yao na watoto. Kuna mpaka wa mzazi ambapo ili niweze kutoa amri, niweze kumsaidia, niweze kumwadabisha, aweze kunisikiliza, lazima mimi niwe na mipaka katika malezi. Au napokuwa na mtoto, mtoto ni rafiki yangu, mtoto ni mtoto wangu, mtoto ni mtu wa karibu na mimi sana. Lakini katika mambo yote hayo lazima nifahamu kwamba kuna mpaka kati yangu na yeye, ili niweze kuwa na nafasi ile ambayo mimi naweza nikamsaidia. Lakini pia mtoto anapokosea ni vizuri ukarekebisha kwa utulivu. Upendo wa kweli ni pale ambapo mtoto anapokosea una uwezo wa kumrekebisha kwa utulivu. Sasa ni kweli mzazi una mamlaka, na ngoja nikwambie kitu kimoja, mamlaka yako yatakuwa na nguvu unapoweza kuwa na uwezo wa kutawala hasira wakati mtoto amekosea. Narudia tena, mzazi mwenye mamlaka, mamlaka ya mzazi, mamlaka yako wewe mzazi yanaweza tu kuwa na nguvu pale ambapo ukiwa mtoto amefanya jambo kwako na ukakasirika, ukajisikia vibaya, unavyoweza kutawala zile hasira zako wakati wa tukio linapotokea. Sasa mara nyingi kuna mzazi ambaye akikasirika anaweza kumpiga mtoto kichwani, chochote atakachokipata atampiga nacho. Yani hasira ile ikishapanda anaweza kufanya vyovyote. Anaweza, ndio tunapata visa vingine, mzazi anaweza kumvunja mtoto hata mmojawapo ya mfano mkono, mguu na vitu kama hivyo, au akafanya kitu kibaya sana. Maana yake ile hasira yake ilipopanda juu, na tayari ni mtu mwenye mamlaka, anaweza kumkamata mtoto akamfanya chochote. Sasa ile hasira ndio inakuja inaharibu. Sasa maana yake mamlaka yako yanakuwa na nguvu. Na jamani, tukisema mamlaka tunamaanisha ile namna ambavyo ninaweza kusema na mtoto akanielewa na akafanya kile ambacho namweleza, kwa sababu nimeshajenga nguvu ya upendo. Mamlaka yangu yana upendo ndani yake, mamlaka yangu yana uwezo, kwa sababu huyu mtoto kila anachokimfanyia ndani yake ina tafsiri, kwa sababu tumesha kuwa na safari ndefu na yeye na ananielewa mimi mzazi wake. Lakini pia sikiliza, jambo lingine bila shaka la tatu, ili niweze kuwa na upendo wa kweli kwa mtoto, ni lazima mimi kama mzazi nisikilize hisia. Hii ni muhimu nayo pia. Sikiliza hisia za mtoto, lakini usiruhusu hisia zake zikuongoze kwenye maamuzi. Upendo wa kweli, upendo wa kweli kwa mtoto. Sikiliza hisia za mtoto, mruhusu aseme, hisia zake zipe nafasi uone, lakini hisia zisiruhusu maamuzi katika mambo unayowaza kufanya. Mwe nikupe mfano, hata wewe mwenyewe ikiwa utaruhusu hisia zako kuamua kila kitu, hebu fikiri ukawa na hisia, alafu kila hisia unayopata unaifanyia kazi, kila hisia unayopata unafanyia kazi, na kuambia kuna vitu utafika mahali pabaya, na hata kuna vitu vingine utamkosea Mungu. Sasa maana yake kuna namna ambavyo hisia lazima zizuiliwe ili isinipeleke mahali pabaya. Kama ambavyo mimi naweza kufanya hivyo juu ya hisia zangu, ni hivyo ambavyo napaswa kufanya pia kwa mtoto, kisha kwamba hisia zake hazitaniruhusu kunipelekea mimi kufanya kile ambacho hisia zake zinataka. Na hapo ndipo inapoonekana ile mamlaka ya mzazi. Na ndio maana tumesema upendo usiokuwa na masharti ukijumlisha na mamlaka ya mzazi, ndipo tunapopata upendo wa kweli. Na mwisho, onyesha upendo hata kama unamrekebisha, unapomkemea, pamoja na kwamba umekasirika na unamkemea na unamsaidia, lakini ndani ya hiyo sauti, ndani ya hiyo hali, moyo wa upendo uonekane ukiwa unafanya kazi. Hiyo ndio namna ambavyo upendo wa kweli unaweza kuwaje kwa mtoto wako. Wazazi na walezi wengi, mara nyingi sana tumejikuta watoto wakiondoka katika mioyo ya wazazi kwa sababu tu anashindwa kutenganisha mtoto na tabia yake, anashindwa kuweka mipaka iliyo wazi kwa mtoto wake,
anashindwa kumrekebisha mtoto kwa utulivu, anashindwa kusikiliza hisia za mtoto lakini zisimuongoze kwenye maamuzi. Sasa onyesha upendo wakati wote, muonyesha unampenda na kumjali, lakini pia ile nafasi yako inabaki pale pale. Na tunapofanya hivyo ndivyo tunapoonyesha upendo wa kweli. Nimalize kwa kusema upendo wa kweli ni upendo usio na masharti, ukijumlisha na mamlaka ya mzazi. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe chaneli yangu ili uendelee kupata mafundisho kadha wa kadha ya usuyo, malezi pamoja na familia.